Kwanza tunataka kujua maudhui ni nini. Maudhui ni ujumbe wa jumla unaojitokeza katika kazi ya fasihi. Vile vile maudhui ni mafunzo ambayo huweza kupatikana katika kazi ya kisanaa kama vile riwaya, tamthilia na nyinginezo. Maudhui ya kwanza katika kitabu au riwaya ya Nguu za Jadi ni ukabila. Ukabila ni nini? Ukabila ni hali ya kupendelea mtu au watu au jamii fulani kutokana na misingi ya kinyumbani au kikabila. Upendeleo huu huweza kuhusisha mambo mengi tu, kwa mfano katika ajira, elimu, makazi, vyeo na kadhalika. Maudhui ya ukabila yanaonekana. Kwanza, Wakule ni jamii inayoonyesha ukabila mkubwa sana katika hii riwaya ya riwaya hii ya Nguu za Jadi. Wakule, kuna jamii mbili hasimu ambayo ni Wakule na Waketwa. Sasa Wakule ni jamii inayoonyesha ukabila, wao ndio wengi serikalini. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mtemi Lesulia mwenyewe ni Mkule. Kwa hivyo yeye akitoka katika hiyo jamii, inamaanisha Wakule wengi ndio wako katika serikalini. Kazi ikipatikana Wakule ndio wanapewa. Mtemi Lesulia anatoka katika jamii hiyo na yeye ndio kiongozi wa inji ya Matuo. Wakule wengi hasa walio matajiri wanajipagua na kuishi katika mtaa wa Majuu ambao ni mtaa wanamoishi ama linamoishi tabaka la tawala. Mtemi Lesulia anaishi pia katika huu mtaa wa Majuu. Mtaa wa Majuu ni mtaa ambao watu matajiri waliishi. Kazi na madaraka ziliwaendea Wakule, ili hali zile za daraja la chini kama vile kazi za mikono zilifanywa na Waketwa. Kwa hivyo kazi kubwa kubwa, kazi za serikali ziliendea Wakule. Lakini hizi kazi za kufagia choo, kazi za kulima, hizo zilipewa Waketwa. Ni kwa sababu ya ukabila uliokithiri katika inji ya Matuo. Ukabila pia unasababisha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana kutoka katika jamii ya Waketwa. Jinsi tumesema ni kwamba Waketwa walikuwa wanadharauliwa na Wakule, na Wakule ndio viongozi. Mtemi mwenyewe wa inji ya Matuo ni Mkule. Kwa hivyo unaweza ona hiyo taswira. So ukabila ukawa unasababisha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana kutoka katika jamii ya Waketwa ambao ni wahitimu wa viwango mbalimbali vya elimu na taaluma. Kwa hivyo haijalishi kama Waketwa, vijana Waketwa walisoma wakawa na vyeti, kama wao hawakuwa Wakule basi kazi hawangepata. Siasa za majina zinatawala na ukabila unafanya watu wasiohitimu katika siasa za majina zinatawala na ukabila unafanya watu wasiohitimu katika taaluma mbalimbali kuajiriwa na kusababisha maafa nchini Matuo. Matuo ukabila ulikuwa kiasi kwamba mtu anapoenda kutafuta kazi wanaangalia majina. Kama wewe si Mkule
Kama jina yako inaisha na twa, Waketwa, kwa hivyo wewe hivyo umesoma au hujasoma, hakuna kupata kazi. Kwa hivyo walikuwa wanaangalia majina, ukabila wa hali ya juu. Kwa hivyo wale wa kule hata wengine hawakuwa wamehitimu, wanafanya udaktari, wanatibu watu na watu wanakufa. Watu ambao hawajasoma wanapewa kazi ni kwa sababu ya ukabila wao, ni wakule. Watu wanaajiriwa kutokana na uchunguzi wa majina yao. Majina yanakuwa kigezo cha kupimia ajira. Kwa hivyo huo ni ukabila wa hali ya juu. Ukabila unamkolea mtemi kiasi cha kukosa imani ya kuajiri wanajeshi kutoka katika jamii nyingine. Hakuna mwanajeshi ambaye alikuwa katika serikali ya Mtemile-Sulia ambaye alitoka kwa kabila la Waketwa. Hamuna. Kwa mfano, marubani wanaangusha ndege na manahoda wanapasua vyombo miambani kwa kukosa ujuzi. Ni kwa sababu wanaangalia majina, wanapea watu kazi kwa sababu ni wakule hata kama hawajasoma.